Mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo kutoka huko nyanda za juu kusini mkoani Songwe, tuangazie sasa kutoka jijini Dar es Salaam. Vijana wa Kitanzania wametakiwa kuacha kutumika kwa matakwa ya wachache, badala yake wajitathmini juu ya kesho yao kwa taifa imara lenye uongozi wenye tija na chachu ya maendeleo ya kiuchumi, kiroho, kihaki na uadilifu. Kauli hiyo ameitoa Askofu wa Dayosisi ya Tanzania Misioni ya Kanisa la Presbyterian PCEA Franklin Msamila wakati wa semina maalumu ya viongozi wa vijana wa Umoja wa Makanisa Dar es Salaam na Pwani iliyoandaliwa na shirika la kueneza Injili Afrika AEE Tanzania. Askofu Franklin, ambaye ndiye mwenyeji wa semina hiyo iliyofanyika katika kanisa la Mtakatifu Columbus, amesema kanisa na taifa na baadaye haliwezi kujengwa na vijana wanaotumika kutekeleza ajenda za wengine, kwani ni hatari kwa maisha ya vizazi vya baadaye. Niseme kwenye taifa letu bora la baadaye haliwezi kujengwa na vijana ambao wanatumika. Vijana wanaotumika kwanza ni vijana ambao wanaweza kuathiri maisha ya baadaye ya wengi. Kwa sababu kama wenyewe wajitambui, inamaanisha watakuwa wanaongozwa na matakwa ya watu wengine. Wanatumika wawe ni nyenzo ya kubeba ajenda za watu wengine, ambazo wakati mwingine ajenda za watu wengine sio nzuri. Ajenda za watu wengine wanaangalia matumbo yao. Kuna watu hata wanapobeba uongozi wa nchi, wao wanachoangalia ni namna ambavyo siku zote yamkini wataingia kwenye maongozi, lakini hawana ule mlengo wa kuangalia vizazi. Kiongozi mzuri ni yule anayejua kwamba yuko mahali ili kupitia yeye vizazi mbeleni vinufaike. Hata serikali inapokuja na dira ya miaka 25 kuelekea 50, inamaanisha serikali imeshajikita kuona ya kwamba hatuishi kuangalia tulipo, tunaishi kuangalia vizazi. Kwa upande wake, Daktari Emmanuel Kopwe kutoka shirika la ushauri la usuluhishi wa amani, ambaye pia aliwahi kuongoza AEE, amesema Tanzania kesho ya kiutawala haipo kwa walio sasa na ni kwa ajili ya vijana wa leo. Hivyo kusimama imara kwa kijana leo ni maandalizi ya taifa la kesho lililo imara, kuanzia kuabudu, kiuongozi na kimaadili. Katika nchi hii yetu, jipeni miaka 20-30 na kuja, uongozi huu wa kanisa utakuwaje katika miaka hiyo inayofuata? Mnanipata? Ili mkae mkijua kwamba kesho ya Tanzania ya kiroho na ya ulimwengu kiutawala haipo juu ya hawa watu ambao wamekaa hapa wako mbele kama mimi, ipo juu yenu ninyi. Naye Felix Mshome akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa AEE Daktari Robert Charles, amesema wana jukumu la kuihubiri Injili, kufanya matendo ya huruma sambamba na kujengea vijana na uongozi, ili kesho kusimamia mambo kadha ndani ya kanisa na jamii ya Kitanzania kwa ujumla. Kazi yetu sisi ni kuhubiri Injili ya neno na tendo, lakini pia kuwafundisha vijana, na semina mbalimbali tunashughulikia pia mambo ya uongozi. Kwa hiyo kwa semina ya leo tumewakutanisha viongozi wa vijana wa makanisa ya Dar es Salaam na Pwani, na lengo la kuwakutanisha vijana katika. Nao baadhi ya viongozi wa vijana, akiwemo mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT, ambaye ni mwenyekiti wa vijana wa kanisa la Anglican Tanzania Dayosisi ya Dar es Salaam John Kibata, kwenye kati tofauti, wamesema wao kama viongozi wananufaika na semina hiyo, hivyo wana wajibu wa kupeleka mafunzo hayo kwa vijana wa Kikristo Tanzania ili wasimamie imara kwa uaminifu na kufanya kazi kwa bidii. Semina hii ni semina ambayo tunatamani kuona matokeo yake kwa viongozi wa vijana ambao wamefika mahali hapa. Tukumbuke kanisa liko safarini. Kwa hiyo wajibu wa semina ambayo inapatikana kwa hawa vijana leo hapa, viongozi wa vijana, kwanza ni kuendelea kuwajengea uwezo, sio tu wa kuendelea kuwa viongozi, bali kuwa Wakristo ambao wanatakiwa wawe imara ndani ya Kristo Yesu, lakini pia hata maisha yao kiujumla, kwa maana ya maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya umoja huu wa AEE, kwa ajili ya kuandaa semina hii
elekezi kwa ajili ya viongozi. Kwa mtazamo wangu au kwa picha halisi, semina kama hizi hapa kwa viongozi zina msaada mkubwa sana. Maana kiongozi, wewe ni kioo cha vijana unaoongoza. Kwa hiyo kama huna chochote ambacho wewe umejifunza au unacho kwa ajili ya kuongoza vijana, ina maana hawa vijana kuna mahali ambapo wataenda ambapo sipo. Na ufahamu ambao tunaamini katika nafasi zao kama vijana, lakini pia nafasi zao kama viongozi, zinaweza zikaongeza chachu na hamasa kwao kwa ajili ya kuwasaidia vijana wenzao sehemu za nafasi zao katika kanisa, lakini pia zinaweza zikawasaidia wachungaji na idara zingine mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wanaleta ufanisi katika utekelezaji wa malengo na madhumuni ya huduma zile ambazo wanazifanya katika kanisa. Shirika la kueneza Injili Afrika AEE ni miongoni mwa wanachama wa CCT ambao wanahubiri Injili kwa neno na tendo, ikiwa ni kutoa mafunzo bure pasipo kubagua dini wala dhehebu.